Nakwambia afadhali mkubali hii chama ikujage kwangu. Sasa tunasimama kwa mtu nje mpaka saa ngapi? Kutusoma. Unataka tumfanyie nini? Tumfanyie hapo hata mkishinda mkiraise voice, lazima mkuje na solution. Solution ni change charity. Hapana, ujinga yenu hapa ni kujifanya. Tunachochana. Ngoja. Sasa wewe unasema kwa nini mmesimama? Hatuna viti. Tungekaa aje? Tungetoa wapi havigui nyumba? KAGURE sijui kwa hayuko. Unaona wapi? Anatubebanga hivyo kama kuna simu. Unapigia simu. Kifuli ndio hii. Hata tulikuwa karibu kuvunja mlango. Na alinipigia simu 7 ati nisichelewe chama. Ako wapi saa hii? Mimi sijamuona, hata sijui mimi sijamuona kwa hiyo barabara lakini anajua sisi. Na nikiwaambia tu change venue hamtakangi. Lakini anajua sisi ni stress free girls. Tutakaa hapa tumgoje. Hatuna stress. Hapana. Sasa mimi nasema tuchore tukuje na mchoro. Chukua penseli chore. Chora tu. Mimi sitaki kukua official kwa chama. Ama next time mkuje kwangu. Nimejenga mkuje kwangu. Tutakuwa tunaenda pale kwa baraza. Tuendage rotation. Chief baraza office pale. Ama pale kwa ama tuendage rotation. Tunaanzia wapi? Tunasimama. Huko hata hakuna mtu anatufungulia nyumba hata atoe viti. Ndio hiki kifungu. Sasa nini? Sasa tunapigania. Huko ndio kiasi ungetaka tufanye nini? Huko tunataka amekuja kwa nini? Ngoja, si amekuja. Tuanze chama. Tuanze chama. Na wewe. Nini hajahela? Kiora kiaro kiwa niko kieni. Na wapatia mabeni. Sasa tukaya mambo ya chura baramia. Nasema chura. Nasema hivi. Tukitoka hapa tujue ni kwa nani tunaenda. Tutakuwa tunaenda kwa chief. Bas, pale kwa office. Good. Mtakuwa mnaenda kwa siku mingi sana. Tushike nje. Kwa chini mtakuwa mnaenda mnakaa pale nje hata ile rotation hata mimi niko na boma. Excuse me. Mimi kwangu hamtakuja. Mimi sitakuwa na vibaya sana. Wewe unakujaka saa 3, tulifika hapa saa 1. Baridi yote, mvua yote kwa miili zetu. Tuzoea. Yule, sikiza. Unajua hamtakangi kujua mtu amechelewa. Unapiga simu ya excuse. Wapi apology? Kwa nini unadharau hii chama hivyo? Na wewe ndiye unatuambiaga tuheshimu hii chama ati grow sijui nini unatupeleka. Do you know mnasomea mkubwa wenu? Tutaendelea waste time hapa alafu tunyeshewe na sioni kama tunafunguliwa boma. Kwa nini tusianze chama tuendelee? Siwafungulii ya leo itafanywa mustard. Usikize. Hata kama nimechelewa. Mimi sitaki kukata. Rudi hapa. Kufanya nani? Songa huko. So, ndio nasema nimechelewa kwa mama Kageni. Mama Kageni yupi? Mama Dadi. Mama Kageni akaniita jana usiku. But nilikuwa na feel unaweza kuja na muendelee. That's also mature. Naweza enda. Naweza enda mtu achelewe na hatuwezi tukasimamisha nini? Chama. Lakini hujaacha ripoti ama vitabu. Wacha visikizeni. Kusimama you see, tunasemanga when ukitaka kushika kitu, when you are positive utaishika. But kwa sababu mko formed mind lazima yani mkue negative kwangu, you cannot see what I'm saying. Mama Kageni akaniita jana usiku. In fact alinipigia saa 6 usiku. So akaniambia KAGURE hata kama hii mambo imekuwa nimenyamaza, hii mambo afadhali nikwambie kwa sababu first and foremost mimi niko kiwete sasa, unajua na kijana wangu sasa yule alienda wazimu alifanya nini? Amegongwa na gari. Sasa amekufa. Atikingoli wakwa ri ndariho. No riu ukaguhia horo ikuje nikupatie ndeto ndio hata nikikufa, kwa sababu pia mimi naona nitaenda. Watu watajua ni nini na itakuwa msomo kwa watu wengi.
Na si umesema amekuwa kiwete. Yeye mama Kageni anakuwa kiwete. Najua sijawahi muona akitembea mimi. So akaniambia, si unajua mbona yangu alikufa? Wakati alikufa kuna kitu alisema na alifanya. Si niko na watoto saa 5. Vijana 4 na msichana 1. Na bado wote wamekaa vizuri. Walikuwa wamekaa vizuri. Na bado wanakaa vizuri. Except ilikuwa hivi wakati baba yao alikuwa kwa hospitali, ilifika mahali akasikia hata mimi nasikia ni kama nitaenda. So akasema ni vizuri niite watoto wangu ndio niwaambie the guy nikimelea tiriri, this is what I want, this is what I don't want, ama nataka kugawa vitu zangu hivyo. Watoto wote walikuja na walikuwa wanakuja except huyo sasa. So King'ori alikuwa MD wa banki fulani. Akarogwa. Nyamaza, ni kurogwa unapenda. Watu wanasema ni kurogwa. Sikiza. Alijiroga yeye mwenyewe. So akaambia, na unasikia ni MD wa bank. So ako na time. Lakini alikuwa anaambia baba yake, mzee wewe kaugonjwa kadogo unafuruta. Si tunatoa pesa ya matumizi. Kishatuma pesa basi ya masakaya kwani amekufa. Ya mama. Si tunatoa pesa ya matibabu. You are supposed to give us time. Me afadhali, please daddy, I'm very busy and tired. Wengine wakakuja wakaenda na yeye hakukuja. So hiyo ilinyonga baba yake sana. Utasikia vibaya. So siku ya pili koza alikaa kwa ICU, lakini alikuwa anaongea kidogo for 2 days. Siku ya mwisho after kukaa hapo kutolewa kwa ICU, alikuta sasa watoto wake wamekaa wapi? Wamekaa kuangalia, hakuna nani? Hakuna kitu. Akawauliza King'ori yako wapi? Akasema King'ori bado wako busy. Sawa, nini endeni vizuri. Lakini before muende unipatie simu yangu nipigie King'ori. King'ori. Sio kuja unione siku moja tu. Wale wengine walisikia King'ori akikelelesha baba yake kwa simu. Na mudhe niki akasijui hata si kwanza juzi ni mimi nilituma 200,000 ya ile bill kwanza unainika kwanza ya hapo ICU mimi. So unataka nikuje pesa nitoe wapi? Na ni mami MD nikukataa. So nikukataa, alikuwa anakataa. Hata watoto wako hawakuji. Ule bibi yangu anafanya kazi akakeke. Akamwambia sawa. Okay, sawa kidawira. Wengine wakaenda. Akajiuliza. Si afadhali nimpigie hadi. After si corona hii. Huyu ni lazima ni hii marashi ya huyu. Huyu akona marashi. Ni matusi. Sikatai, najua ni sweat lakini ni yangu. Na anaoganga na kipande. No. So you are stuck. Nakwambia akachukua simu yake tena. Si ana hivi. Halo. King'ori. Fafa kweli yate. Nikwambia aje baba. Kweli yate ureke tete pesa sisi ya matibabu. Ni nini mimi niko busy baba. Na usinipigie mimi niulize pesa ya kulipa huko na bills lakini. Yaani hata asemi nitakuja siku fulani. Akimwambia nikipata time nitakuja lakini I'm not committing myself. Akimwambia ate King'ori. Haya ni wega. Then ishi ukiwa busy.
Wow. Tomorrow wakikunja asubuhi hawakukuta mzee. Amekufa. Guy, mimi nilikuwa nangojea nisikie akanini King'ori akasikia kitu inampelelesha. Haikumuguza. Ndoleka na ndoleka. Guy alikufa kama hajamuona. Unajua hata ameongezea baba stress, labda ndio maana ameama. Sasa at least kuona watoto wake ni vizuri. So nao watoto nao hawajui kesho yao. Kutoka hapo wakati alipigiwa na wengine ati baba yao amekufa, akakuja immediately kwa nyumba. Kufanya nini? So si alikuta watu wao wamejaa hapo. Haikujulikana what happened. Alianza kwenda anaenda. Kwa hivyo niwaletee nini? Kujifanya sasa sahihi yako na niwaletee nini? Akokea. Do you know? Alikuwa na walk the whole day. Hivyo na asimami. Akatoka hapo anaenda kwa ng'ombe, anaenda wapi, hata amesahau kazi sasa. Kama alikuwa anataka hiyo homa. My words. Ya mwisho alienda wazimu kabisa. Si baba yake alimwambia utakuwa akuwe busy aishi kukua busy. Aishi kukua busy. Busy gani? That is hapa anazurura. Yes. So finally alienda wazimu, hata kwa barabara hanjui. Sasa ndio ilikuwa naambiwa sasa amegongwa na anga. So hii ni kitu ya kuambia watu. Yaani kuwa na utu. Kwanza na pesa sio kila kitu. Pesa sio kweli. Money is not everything. Money cannot Yani the moment alisema unaendelea kuishi busy. Ndio. Venye alikufa hata ikupelekea watu vitu mnataka aje. Ni ile busy anafanya. Ukue busy ukose. Lakini sasa unajua alifikiria pesa yake ndio kila kitu. Yes. Sasa amekuwa wazimu. So hapo ndipo sasa kuna matanga huko. Kuna matanga huko. Na kwa sababu ya hii chama ya Gikundi ya Isora, she's also a contributor. So lazima anatoa. Sasa mnasikia mwache kupigana. Wakati mwingine Tumekuelewa pole. Gai wakwae wa magegania. Sasa Gai wa magegania saa zile. Gai wakwae wa magegania. We modhigu Gai. We modhigu wa magegania. We modhigu wa magegania. Mwanamke walioana na bwana yake wakiwa hawana vitu. Bibi akaanza kuuza tunguo kwa mtushi. In fact alianza na kuchagua, anaenda anazungusha kwa Itora, anazungusha. In fact many were the times walikuwa nafungiwa nyumba. So siku moja akaenda akaona mahali atakuwa anapeleka tunguo 3 4. So akakuwa ni kama anauza na akona tuonda hapo tu bado. Akachanuliwa na mama fulani akamwambia ukipata tu pesa fulani tunaweza kuwa tunaenda naye hizi za taki. Amepanda bei. Unaenda hata unaweza kuwa unanituma. Lakini fare si mingi, unaweza haso tunaenda tukunje venye mimi nakunja. Akamwambia afadhali mimi niende. So wakaongea na bwana akamwambia ni ukweli. Unaweza enda, ujui penye Mungu atatutoa. Si ameenda. Raundi ya kwanza alikuja na mzigo wa 100,000. Si ameendelea. Akauza Mungu akamsaidia. Hata sasa ameelewa kule hata hahitaji huyu mama mwingine. Akaenda. Amejua mara sasa amejua kama amejifanya. Amejua. Si kama mnaenda mahali. Kama mnaenda mara moja na huyu alikuwa nataka kumnacha kabisa ajue. Si ni hivyo? Haya. Na tafadhali tunaenda tukiupgrade. Si unaona mama yetu
grade. Makucha. So makucha. Bado dress So pia sisi msilionage tu namna hivi. Skiza. So next time tutazipaka lipstick. Nilikuwa nayo imeisha. By the way kilikuwa nayo. Sasa huyu mambo ya lipstick atawezana. Msiniingize. Simu niliweka chama na mkaniambia ni chama peke yake. Hiyo mambo mingine ateni kuongeza hapa kule. Kagure story kama. Ukweli ni kuwa when you go to Rome, do as they do. Exactly. Now, mama ameshika raundi ya pili akakuja na mzigo wa 1,200. Anaendelea. Mwanake anamwambia Kai, aki umeadvance. Tumetoka kwa 1 bedroom sasa tuko kwa 2 bedroom. Wow. In fact najua very soon tutanunua kaplot So akaendelea hivyo, akaenda kiadvance mpaka sasa akaanza kuleta mzigo. So kwa alikuwa anasema nikienda huko nikikuta shilingi ya huko iko chini na at least naweza kununua vizuri. Na pia amejua mashimo. So umesema alikuwa anaendea taki. Yes. So wakati usipange venye napanga. Sasa taki. Atafika. Jamaa tena. Nyinyi mnanipatia. Ni huyu analeta mchezo ndani ya kasi. Umewahi enda unauliza kama ni taki. Sasa mtu basi ni taki. Kwani nilikuwa nimesema ni kuku. Haya nao. Akasema akafikisha 1 million. Kutoka 100. So na nakwambia mkono akonago wa biashara. Anakuja zimesonga. Hata ule mama mwingine sasa ameanza kuona amempita sasa. So kumbe alikuwa ameenda akapata mtu atamsaidia. Pia mwenye alikuwa anamuuzia sana alikuwa anamwambia alikuwa namwambia nitakuuzia na bei hii kwa sababu pia mimi nimegotiwa atilisi uende ukasaidia. So akamsaidia hivyo mpaka akakuja wapi? Akakuja juu. So lakini pia yeye alikuwa nasema aki Mungu utayarisha malaika everywhere. What will I do to this malaika wangu? Mungu amenipatia huko taki amenisaidia. So siku moja lakini alikuwa anamnunulia tumajani anampelekea kitu wa Kenya. At least ampatie this is a kisi. So wakati alienda si wamekuwa sasa marafiki, wanaongea tu kama venye tuko marafiki. Huyo mtu akamwambia utaenda tutaenda tukunywe kachai kwangu uone watoto wangu na nini za ujue familia yake. Sasa huko ni taki. Anaenda kwa huyo mzungu sasa. So alienda na mzungu tu anapatikana. Hebu pena story. Alienda na akarudi. So siku moja si amekuja na mizigo. Lakini kuna kitu alipatiwa na huyo rafiki yake. Alipatiwa kasidi akaambiwa enda ukaone yako. So akikunja hakushughulika kuangalia. Lakini alikaekelea tu hapo kwa unit yao. So bwana yake siku moja akitoka kanisa mapema akasema sinione hata kakitu. Akaekelea. Akaangalia kashindwa nini? Kwani ilikuwa nini? Unafanya ni kama ni wewe. Akaenda. Akasema sasa God, what is happening? Kwani ni nini aliona? Wacha hivyo. Akaambia friend yake ya huyu mama. Huyu mama nitafukuza. Bona na vinyo wamepata mali. Sikiza. Huyu mama nitafukuza. Akaita friend yake akamuonyesha hiyo kitu. Kai. Na unaona mtu anakikuracho kiguoni mwake. Rafiki yake hawezi mwambia kuna kitu inaendelea.
ama what aliona, lakini Bwana aliondoa ile nini. So chanzo cha hii story iko wapi? Na nini iko kwa CD? So huyo mama na by the way ataitiwa wazazi siku moja, wakitoka church akute wazazi wako hapo, na hajui yote iko nyuma yake, anajua hata mzee hamuulizi. So huyu akuja, kwani mlikuwa mnakunja? Mama yake ako hapo, na mama ya baba ya mzee iko hapa, na baba ya mzee iko hapo, mama yake baba yake alikuwa amekufa. So kiza, so wakakunja, wakakula. Friend yake si bado yuko, amepikiwa na sasa. Wageni hata waza hizi tukikuja kwako si utajua tu venye utafanya nasi. Watu wawili watatu, hata mkikuja watano kwangu nitasuka. Nika kitu tu kiko fridge na huyu mwingine kako hapo ikuwe hivyo. So akawapikia fasta, akapigia huyu rafiki yake akuje amsaidie kusafu, akamwambia ako busy kidogo, lakini alimanage. Wakati walimaliza kukula, Bwana sasa akasema kuna kitu niliwaitia bibi, akajua ni Bwana ameita. So kuna kitu nataka muone. Mzee akakuja na ile kasini, mama akajua ni ile kasini na hii kitu nilipewa, akaeka hao wazazi wapige hata hawataki kuangalia nini iko kwa sky. Ndio mama akasema kai hiyo what happened. Huyu mudhongo alikuwa sisi mambo zote alikuwa na mugushereria huyu mama. So alimfanya vizuri mpaka huyo mama akampenda. So wakati alienda kwake huyu hakuwa ameoa huyo mzungu. Sababu niulize mimi biashara alikuwa toka mapema. Ngoja wewe utauliza swali yako baada, wacha niulize yangu kwanza. Huyu mtu wa kumsaidia kule Taki si mama? Hapana, mwanamume. Si ni horosera. Na mimi nimekwama hapa kwa ati alimfanya vizuri mpaka mambo yake ikakuwa sawa. Nasema unajua alikuwa anaenda huyo mama akienda na 1,100, huyu anamuongeza vitu za 1,100. Nimeelewa. Akinunua za 200 anaongeza za 200. So hata ile milioni aliongeza, ni kuongezwa ya milioni. Lakini alikuwa anaambia Bwana venye anafanya ndio mzee azishuku. Anamwambia nikipata inaanguka, naenda kwa mashimo, naenda nini inaitwa shilingi yanga nao nazaa yule ikakuwa kizungumkuti. So huyo sasa wakati walienda na huyu mtu wake, huyu mzungu hakuwa ameoa, ako na kinyumba kubwa, wakakunywa chai. In fact hata huyu mama alikuwa anauliza, in fact huyu mtu akanilinga tu idero amedio idero tu hapo ni atapita na mimi. So akamwambia nataka unisaidie whatever you say at your service, at your service. Yes. Akaenda akapelekwa kwa bedroom fulani. Sasa ikifika mambo ya bedroom ni amgia to cooperate. So akaambiwa alikuwa anafikiri sasa nimeangukia kimzee hata mimi. Unajua alikuwa ananunua, anatuma vitu, anakuja nyuma. Unajua at least hata zisikae sana kufika, ananunua anaweka kwa kutumiwa. At least zina nini. So meaning huwa anaachwa some few days. So akamwambia kuna rafiki yangu mimi ningependa kukuintroduce kwake. Si ameambiwa aende sasa wako kwa bed. Guys, si sasa ametoa amerusarusa amewithdraw. So akaona kitu kingine kimekuja.
Chamaza. Kito. Nasema kimumbo. Si kimumbo. Ni kinoro. Akienda kutoroka akamwambia, he's a friend, don't run away. A friend? He's a friend, don't run away. Kama ni pet ya huko hivyo. So, nakuja kikakaa chini. Na kinamwangalia. Kinamsmailia hivi. So, kikakuja kikamwekelea kama kamoja. So, kabia je nataka akoso guy. Nataka usaidizi. Let me tell you. Huyo akusaidiwa si anajua kazi. Hebu afanye kazi. Hebu afanye kazi. Hebu afanye kazi. So, si anajisikilia hivi. Hebu kidogo anafanya kazi. Naona kama sisikii vizuri. Wapi? Hiyo kazi anafanya. Si pia anajisikilia hivi. So mwanamke ako na tuhanya huko. So sasa mnacheka mazishi. Mtacheka juu sasa. Sasa unacheka na mimi sasa kiabu iko kwa baba ya mzee. Sasa na mimi wanaona. Na mnacheka, mnapata hadi meno ya kutoa nje. So bwana yake akazima hiyo video. Akamuuliza, nilikuwa nakuuliza ni nini uko na haraka. Ukaniambia sijui mlianguka kwa fence, akasijui karadia nini. Hiyo ndio fence. Kumbe diubwa. Ilifanya ile kitu. So na bado ako hapa anangojea kuulizwa hivyo. Na watch na mimi ningejikata mpaka nimejinyonga. Hiyo aibu siwezi shikilia. So hata mama yake alikuwa na sweat. Na kwa pia hamtisha. Alitoka huko, aliacha kila kitu, mali yote alikuwa ametafuta, aliacha. Na imagine nani aliolewa huko? Hiyo friend yake. So friend ama friend introduce alikuwa anajua. Hapana, sio rafiki yake. Huyu rafiki walikuwa first alikuwa naona hiyo video na bwana. Sio the rafiki wa nini? So tuseme ni wewe rafiki yako abiwe na bwana yako, mimi naona. So huyo ndio aliolewa na bwana yake. She would not. So kai mambo si mazuri. Ni kubaya.